iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwamo ndani ya Kristo. Naomba nisikilize kidogo hapa. Anasema tuwe na nia. Kwa lugha nyingine, tuwe na mtazamo, tuwe na nini tena? Malengo, maamuzi yaliyokuwa ndani ya Yesu. Yesu alikuwa aje kwanza? I said last time, Yesu alikuwa ni mtu wa namna gani? Tumeelezwa namna ya kuwa na nia ya Kristo, ya kwamba huyu Yesu huyu mwana wa Mungu huyu, yeye kwanza alikuwa hivi, alikuwa anaabudiwa. Sema amen. Amen. Hata kama hujaelewa, ndio hapa nitalazimisha utaelewa tu. Ndio hapa, hata kama huelewi utaelewa. Utasahau kutoka hapo nje, ila utaelewa. Kwa sababu wengine mna mambo mengi. Nia ya Yesu kwanza, kabla ya kushuka duniani, alikuwa anaabudiwa. Ana utukufu na heshima. Kinachotuponza wengi leo hata makanisani ni viburi vya heshima, ni viburi vya nafasi, ni viburi vya ujuzi, ni viburi vya fedha au hadhi ulionayo. Yesu Kristo alikuwa na hadhi ya tofauti, alikuwa na heshima ya kitofauti. Yeye, Biblia inasema alikuwa Mungu kabisa, na alikuwa anaabudiwa na malaika, alikuwa anaheshimiwa, alikuwa anatukuzwa, maana ametukuka. Halafu akawa na nia ya kutuokoa, akawa na mpango wa kutuokoa, akawa na mpango wa kutusaidia. Alipoona hitaji la kwetu, alipoona shida ya wanadamu, akaona, Biblia inasema akaona kule kushikamana na utukufu mbinguni, na heshima mbinguni, na hadhi mbinguni haitamsaidia kitu, halafu siku napotea. Akaamua, Biblia inasema akaacha heshima, akaacha utukufu, akaacha ibada za malaika, akashuka, akavalishwa mwili, akafanana na wanadamu. Nia yake ilikuwa ni nini? Ni kuwaokoa wenye dhambi. Akashuka, halafu akavalishwa mwili wa dhambi. Alikuwa si mtenda dhambi, lakini akavalishwa mwili wa dhambi. Alikuwa si mgonjwa, akakaa kwenye wagonjwa. Alikuwa sio mwenye dhambi, akakaa katikati ya wenye dhambi. Alikuwa si mwovu, akakaa katikati ya waovu. Alipokutana na waovu, the Bible says, anasema alipoacha hiyo heshima, akashuka chini mahali ambapo alikuwa pamedharauliwa. Nisikilize kidogo, pale ambapo unajiona kuna shida, ndipo Yesu anapopataka. Pale unapoona kuna changamoto, ndipo Yesu anapopatafuta. Pale penye matatizo, ndipo Yesu anapopatafuta, ili atatue matatizo ya wanadamu. Maandiko yanasema, kwa sababu ya matatizo yetu, kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya dhambi, mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani, na ili azivunje lazima avikwe mwili. It is because of the kanuni, principles za kiroho. Kanuni za kiroho zilidai mtu mmoja atakayemkomboa mwanadamu lazima ajue kunyenyekea, lazima awe mpole, lazima awe mvumilivu, lazima ajue kuchukuliana na wenye shida. Biblia inasema hivi, alipoonekana ana mwili, akajifunza maisha ya tofauti. Nisikilize, kama wataka kuinuliwa, jifunze maisha ya tofauti na kiburi chako. Jifunze maisha ya tofauti na hadhi yako. Jifunze maisha mengine. Hapo ndipo utakapoinuliwa. Akajishusha unyenyekevu wake. Biblia inasema alipoonekana tu ana mwili, akaingia kwenye somo jipya.